Hapana, nini hiyo Kahama? Power. Kahama peoples! Hakuna kulala. Kahama, ninawashukuru sana. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti Zanzibar, Katibu Mkuu na viongozi wote wajumbe wa kamati kuu, kwa niaba ya chama ninawashukuru sana kwa jinsi mnavyojitolea kupigania nchi yetu. Nataka kipekee niwashukuru watu wa Kahama. Mmevunja rekodi, ninawavulia kofia. Tulikuwa Katoro, tumekwenda Geita, nyie mmetisha sana. Nafikiri na wenzetu kutoka Zanzibar wamefurahi kuwaona. Simameni, hao watu wanatoka mbali sana, wamevuka maji kuja kutunga mkono. Asanteni sana. Nataka niwashukuru sana bodaboda. Kipindi cha nyuma walikuwa wanawekewa mafuta kuja kwenye mikutano. Leo bodaboda wa Kahama wameweka mafuta wenyewe, wametufuata mbali na wamekuja. Mungu awabariki sana, na sisi hatutawaangusha. Ninawashukuru sana wananchi wa Kahama. Tunajua yaliyokuwa yanaendelea, na tunataka katika hili tuseme mambo mawili. NMB ni benki ya Watanzania. Jiepusheni na siasa, fanyeni kazi ya kiuchumi, msiharibu credibility yenu. Nafikiri mnaelewa ninachokisema. Huyu DC mjinga kabisa, DC mjinga, na ndio maana tunataka mabadiliko. Watu wa Kahama hawana barabara, hawana maji. Wewe DC, badala ya kufikiria ni namna gani watu watapata barabara, waendeshe uchumi wao, walipe kodi ili ulipwe mshahara, wewe unawaza kuhujumu Chadema. Unafikiri Watanzania hawajui wanachokihitaji, na huu ujinga ndio unawasababisha wanafikiri Watanzania wa sasa ni wa mwaka 47, kwamba wanaamini Watanzania ni wajinga kiasi kwamba mnaweza kuacha kuja kusikiliza maisha yenu mkaenda kuangalia ngoma za kienyeji. Sasa aibu yao, aibu. Sasa hili nyomi la Kahama hili, akija Samia hapa, shule zote zinafungwa, wanafunzi wanapewa t-shirt za njano na kijani, wanasomba si Kagombo si wapi, hata robo ya hii hawafikishi. Uongo kweli? Hapa Kitenga tu uwanja umetapika, na OCD uliyeko hapa. Power is in the number. Nguvu iko kwenye idadi. Watanzania hawataki mchezo tena, na sisi tutawaongoza Watanzania kukataa ushenzi ambao umefanyika kwa muda mrefu kwenye nchi hii. Ndugu zangu wa Kahama, nimemsikia Wasira. We mzee, usituharibie nchi. Hauna mtoto unayesomesha, kuna watoto wako hapa. Umekula pesa za nchi hii kabla mimi sijazaliwa, mpaka leo unatumia rasilimali za nchi hii. Ndio maana unachukiwa hata na watu unaokaa nao. Inakuwaje kwamba wewe kiongozi, kama unapendwa, wananchi wanapokasirika, mtu wa kwanza wanakuanzia wewe, kwa sababu hupendwi, kwa sababu ya kauli zako za kishenzi, za kijinga. Unatishia kwamba unafikiri unaweza kufuta Chadema. Chadema imeshavuka level hiyo. Acheni kupigia kiberiti petroli. Acheni kupigia kiberiti petroli. Mlijaribu kwenda kwenye uchafuzi peke yenu kwa kuiondoa Chadema. Mwisho wake
mliishia kuua watu. Na hili nataka mnisikilize kwa makini nilieleze. Ndugu zangu, sisi sio wajinga na sio wasahaulifu. Samia Suluhu Hassan alipoingia madarakani kwa mujibu wa katiba, baada ya marehemu Magufuli kufariki, alimkamata Freeman Mbowe akampa kesi ya ugaidi. Kwa hiyo ni tabia yake kutisha watu, kuonea watu, sio bahati mbaya. Alipomweka Freeman Mbowe ndani, kelele ikawa kubwa ndani ya nchi na nje ya nchi. Akamtoa Freeman, akamuita, akasema tukazungumze. Mimi nimekulia kwenye chama hiki tukiwa na John Mnyika, tukiwa wadogo sana. Tumeaminika kwenye timu ya watu 5 Chadema iliyoteua, mimi nilikuwa miongoni mwao na John Mnyika tulikuwa naye. Siku ya kwanza tulipoenda Ikulu, Samia alisema tupeane pole wote. Wote tumeteswa, akiwemo yeye. Akasema mimi ni Muislamu, sitaki kitu cha dhuluma. Akasahau kwamba yeye alikuwa amemweka Freeman ndani. Lakini sisi tukasema binadamu pengine hubadilika, kwa sababu binadamu kwa kizungu tunasema ni heterogeneous, sio jiwe. Jiwe ndio homogeneous. Binadamu anajifunza. Jiwe tu peke yake au kichaa tu ndiye asiyebadili mawazo. Tukafikiri labda huyu mama amebadili mawazo, akatuzungumzisha kwa kauli nzuri, akituambia mimi ni mama yenu na nini. Tukakubaliana moja, watu wote waliokuwa nje ya nchi wamekimbia nchi, wakina Lema, kauli toke warudi ndani ya nchi na Lissu. Tukakubaliana tukae timu ya watu 5 kutoka upande wake na timu ya watu 5 kutoka kwetu, tujadili namna ya kukwamua nchi hii. Akaunda timu iliyokuwa chini ya makamu mwenyekiti wa chama chake Abdurahimani Kinana, na sisi timu yetu ikaongozwa na Freeman Mbowe. Tumekaa miezi miwili, nikamwambia katibu mkuu na nilimwambia Freeman, niko kwenye record, huyu mama anatuchezea. Akatuzungumzisha mwaka mzima. Tulipoona anatupeleka shimoni, tukamwambia hebu lete kwa maandishi, kwa sababu government moves on paper. Serikali inazungumza kwa maandishi, hebu tuletee commitment ya maandishi. Siku hiyo hiyo ndo wakavunja kikao kile, kwa sababu wakatuletea kila hoja tuliyowapelekea kwa maandishi wakaikataa.